tunasikia kutoka nje. Mimi nikiwa mzee, nikiwa mmoja, nimesema hata mimi nimekuwa mmoja ya kuchanga, sababu kwa nini mambo mengine inafanyika na wenyeji hawajui? Imefika mpaka kwa redio. Basi tunatujui. Sasa kama ni serikali ichunguza mambo mengine, na pia hata sisi tunaweza penda tujue ilianza wapi ndio ifike na wenyewe hawajui. Tuko na amani sisi. Sisi tuko sawa, tuko na amani. Hapo sasa tunataka ukweli. Tuko na amani hapa. Hiyo tunauliza mwenye yako na karatasi tafadhali atupe. Ndio hata sisi tuanze kujua kweli kuna makaratasi ilimwagwa kwetu. Wewe kama kiongozi wa eneo hili labda unawaambiaje wakazi? Wakazi naweza waambia, nirudie tu ya kusema kama kuna mtu hako na karatasi. Sababu inawezaje sasa? Sisi hatujaiona hivi tupita tuko hapa. Na tumeona leo. Lakini expert yenyewe hakuna. Kusema hakuna. Next. Haya, wacha nimesema aongee. Okay, na wasalimu wote mjambo. Sisi ni masikitiko ambayo tuko nayo kwa sababu kuna watu wanaanza kufanya. Songa mbele kidogo alafu anza kwa jina. Okay, kwa majina naitwa Daniel. Uko na shamba? Au mimi ni jirani hapa ya Mumbi. Na mimi ndio nimepata hiyo ripoti ya hiyo makaratasi. Haya makaratasi yana nia mbaya, kama yanaweza kuwa ni ukweli. Yanaweza kuwa ni mtu ana nia mbaya ya kutaka kutenganisha sisi, kwa sababu maandiko yanaandikwa ya kwamba sijui wa Kisii, Wajaruo na Wakikuyu. Sasa unaona inaonesha ni kama watu wengine ambao hawajatajwa hapa ndio wanafanya haya mambo. Makaratasi yameandikwa kwa sababu tumeyaona kwa mitandao. Wenye wako na mitandao nafikiri tumeyaona. Lakini sasa sisi ambao wakaaji wa hapa tunaomba tuweze kuwa na amani na tupuuze hiyo makaratasi. Kwa sababu mtu mmoja anaweza kuja andika hiyo makaratasi aweze kulete kuja kututenganisha na amani ambayo tuko nayo hapa. Kwa hivyo chief amejua, county commissioner amejua, hata Jumanne tutakuwa na mkutano hapa kanisa ya AIC hapa kwa chief ili tuweze kuongea hilo jambo, kwa sababu hiyo jambo inatuletea uchungu mwingi sana. Sisi wote tuko na amani hapa, ama nyinyi hamna amani? Tuko na amani. Kuna mtu ambaye ameshawahi kuonesha wewe kidole hapa? Hakuna. Kwa hivyo ile upendo tuko naye, tunataka tuzidi kuwa nayo hata milele mpaka Yesu akuje. Haya, kuja hapa. Sema chini hapa. Haya. Rudi huko. Kwa majina naitwa Phyllis Kemunto Wambua. Mimi ni mkaaji hapa Eldoret. Nilikuja hapa kitambo kidogo, nikalelewa hapa. Ongeza volume. Sasa mimi nilikuja hapa hivi, mimi nashangaa sana na hii maneno yanaweka mapost kwa post. Sisi tulikuja hapa corona inatusumbua. Bado wanatokea mapost tena nyinyi tufanye tena corona tena mapost. Sasa tutapigania gani? Tutapigania post ama tutapigania hiyo corona? Sasa gari gani? Sisi tutunge mwili yetu kwanza afu tuweke maposti baadaye. Wameanza kuweka sasa maposti mapema si mapema. Na yangu mimi naye waoni. Haya, Alex. Tunaangu waona una shamba. Ngoja Alex aseme. Haya. Okay, kwa majina kamili naitwa Alex Omondi. Mimi ni mkaji wa Kapseret na mimi ni community policing. So hiyo maneno tulisikia tukastuka sana kama wakaji wa Kapseret. Bosi zangu 207 tujawahi kuwa na vita, na kama kuna mtu ako na lengo na watu wengine wasigonganishe watu wa Kapseret tafadhali. Sisi kama wakaji wa Kapseret tumekaa na amani, hatujawahi kuwa na ukabila. Bosi wote tunakaa pamoja, tunashare maploti, tunashare kila kitu. Kitu ambaye naweza tangaza saa hii, kama kuna mtu ako na lengo na mwingine, tafadhali atafute huyo mwingine, asitaje mambo ya ukabila, sababu mambo ya ukabila ni kitu mbaya sana. Kama sisi vile tulipitia hapa 207, tukisikia tena maneno ya karatasi, ni kama mimi naweza chukua tu kamba ni chinyonge, kwa sababu tulipitia mchujo sana. Kwa hiyo yote sisi tunaomba amani. Sisi watu wa kama Kapseret sisi tuko na amani. So, kama kuna mtu ako na lengo, naomba serikali afanye uchunguzi mapema. Kama ni ya ukweli, atusaidie mapema kabla hajaumana. Asante. Haya, wacha niseme kwa
Basi wacha mheshimiwa ongee. Wacha hii Mluya yetu aongee. Kwa majina ni Richard Wanda. Nilikuja hapa 205. Na hii mambo yenye inaongelewa imekuwa ya kushangaa kwangu kwa sababu mimi najua muda wote yenye nimekaa Kapseret tumekaa makabila yote. Na hatujawahi kuwa na hii vitisho. Vitisho yenye ilikuwa nayo ilikuwa 207. Na tangu wakati huo hatutaki yale ambayo tuliona 207. Hata 207 nakumbuka wale ambao tulikaa nao hapa, sisi kama wakaaji wa Kapseret tulilinda estate yetu. Ni ukweli au ni uongo? Ni ukweli. Watu wenye walikuwa hapa Kapseret 207 tulilinda estate yetu au hatukulinda? Tulilinda. Kwa hivyo tukue na hiyo moyo na tusimame kama watu wa Kapseret. Pepo yenye itakuja Kapseret, watu wa Kapseret tuishinde katika jina la Yesu Kristo. Haya. Okay, kwanza ningependa kuwasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo? Mimi ni mkaaji wa Kapseret. Kwa majina naitwa Isaac Koske. Pia mimi ni community policy wa hapa. Jambo ambalo imetufikia sisi kama wakaaji wa Kapseret imekuwa ni mshtuko kwa sababu sisi wakaaji wa hapa wenyewe hatujajua hiyo karatasi, hatujaiona hata hapa, tunasikia tu kwa media na vitu zingine. Sisi kama wakaaji wa hapa tunataka kuilaani hiyo kitendo. Na tunataka tutangaze ya kwamba kama wewe ni mwanaume enough unataka kutenganisha the community ya Kenya wenye wanaishi hapa, tunataka ufanye mchana tukuone tujue wewe ni nani. Hiyo maneno hatujaisikia. Na mimi kama mwana youth ya hapa nasunguka Kapseret the whole day kwa sababu mimi ni asala, nasunguka kila mahali. So hao watu wanataka kuleta conflict hapa, tunataka tukatae hao watu kwa jina la Yesu. Tunataka tuimize serikali ya kwamba hao watu ambao wanataka kucreate conflict about the communities or within the communities, hao watu wafanye investigation, wawekwe ndani kama kuna watu wanataka kufanya hiyo maneno. Sisi wenyewe kama community wa hapa tutafanya mbinu juu na chini, tutafuta watu ambao wanataka kukongesha the community ya Kapseret, na tunalaani hiyo kitendo katika jina la Yesu. Sina maneno mingi. Haya, wacha nimalize. Kwa majina haya, kwa majina naitwa David Kimeli Leting Kokwas. Mimi ni mkaaji wa hapa penye tuko, ni mkaaji wa area hii na nimekaa hapa zaidi ya miaka 30, na sisi ni viongozi. Mimi ni kiongozi wa area hii, na ningependa niseme hivi, sisi kama wakaaji wa Kapseret, sisi ni kama manduku na madada sisi wote, na tumependana sana na hatujui hata hii maneno imetoka wapi. Na ningependa nikanushe nikisema hii ni maneno ya mtu binafsi. Kuna mtu binafsi analeta hii uchochezi. Sisi tumependana na tuko na amani, na tunashukuru watu yetu wote kwa sababu hatuna mafurukano yeyote na hatuna chuki, na tunapendana kama kabila zote za Kenya kwa sababu hawa ndio wako hapa Kapseret. Na tuko na amani ya kutosha, na hatutaki kusikia hiyo maneno. Na kama mtu atasikia neno lolote lenye linatoka, mjaribu sana kuarifu sisi kama viongozi, na hatutaki kusikia tena vitu kama hizo. Na tunaambia serikali wachunguze mwenye aliandika hizo vitu, adibiwe vikali, kwa sababu hiyo maneno hakuna. Hiyo ni uchochezi na ni maneno ya kusumbua serikali. Kwa hivyo hatutakuwa na mambo mengi. Kabila zote ziko hapa na wameongea wote, na tunapendana na hakuna maneno ya mafurugano katika Kapseret. Na tunashukuru waandishi wa habari kwa kukuja
kwa sababu ndio wajulishe Kenya kwamba Kipkaren kuna amani. Na tunapenda na sisi wote kabisa. Na mutasikia siku ingine ati kuna, lakini hao wenye wanaandika hiyo vitu, hiyo ni mtu binafsi na sio watu yote. Kwa hivyo sisi tuko na amani tele, na Mungu awasaidie. Asante sana.